Allah anamuuliza Mtume, ewe Muhammad, ni wewe uliwaambia watu wako wageuze kitabu nilichoteremsha kwako kiwe kitabu cha kutumiwa na waganga? Wallahi Waislamu, aliniambia mtu mmoja, na ni mkweli mtu huyo, nimesoma naye na ujua ukweli wake. Nilikutana naye sehemu, akanambia binamu yangu aliolewa, akaumwa, akapelekwa kwa mganga. Nimekuja kumtembelea, nikaambiwa yuko kwa mganga. Nikaona nikenda kwa mganga, nimevaa kofia na nimevaa kanzu tena nyeupe na nanukia uturi, yaweza kumpa shaka huyu mganga. Nikala jeans na t-shirt, nikaweka kepu na miwani nyeusi, kisha nikaingia kwa yule mganga, nikaanza kumsalimia shemeji yangu wa kiume. Nikamwambia hi maman, ili kuonyesha kwamba mimi hata Kiswahili sijui. Nini nilikuta mganga nafanya? Mganga amemweka mke wake chumbani na shemeji yangu dayuth, na pepo haingi madayuth. Ndivyo alivyosema kiumbe mteule na Allah. Amemweka ndani, ananong'oneza, anaambia shemeji, mke wangu yuko hedhini, lakini anauma sana tumbo. Namwambia, umempeleka kwa daktari? Hapana, nimeambiwa ule bibi yake aliyefariki anataka kumuua na yeye. Ndivyo katwambia mganga. Nini yule mganga alifanya? Kanileteni mbuzi 3 wenye aibu. Mkiwatazama unaweka macho chini. Utampata wapi mbuzi kama huyo? Leteni pesa, mimi nitakwenda kununua, nitawachinja usiku. Kanileteni musahafu, akanyofoa karatasi ndani ya suratu Yasin, akanyofoa karatasi. Anamwita mume, tuingie chumbani. Huyu mgeni asiingie huku chumbani. Anamkuta mkewe yuko kama alivyozaliwa, kisha anataka kuchukua Qur'an kufuta ile hedhi, alafu anamwambia nenda kazike kwa kaburi la bibi yako. Yule bwana akasema, la, hapana, siwezi kuidhalilisha Qur'an kwa kiasi hicho.